Si tunauza kahawa ng'ambo? Si tunauza chai ng'ambo? Si tunauza maziwa ng'ambo? Tukiuza nyama ng'ambo iko makosa? Iko makosa. Sasa kuna watu wengine wajinga wanatuambia ya kwamba tusichanje ng'ombe yetu ndio tukose soko ya kimataifa. Sio ni ukumbavu? Ama mnasemaje jameni? Tunaelewana? Mnasema sikizeni, kwani hii mambo ya kuchanja ng'ombe imeanza leo? Si hii tumefanya miaka yote? So ile kitu mimi nimesema ni kwamba tuwasaidie wafugaji kwa mara ya kwanza. Badala ya kutumia pesa zao kuchanja ng'ombe, sisi tuweke pesa ya serikali katika kuchanja ng'ombe zetu, mifugo yetu, ndio tuweze kuwa na products ama ile mazao, maziwa, nyama ambayo haina magonjwa, tuuze hapa Kenya na tuuze duniani kote. Mimi nilikuwa UAE kupanga soko ya nyama ya wafugaji wetu, lakini ile soko haitafanyika kama tutakuwa na magonjwa hapa Kenya. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? So mimi nawauliza watu wa Garissa, mimi nawauliza watu wa hapa Northern Kenya na wafugaji wote. Serikali tumewekea mpango mzuri ya mambo ya production. Tumepunguza gharama ya mbegu. Tumeweka utafiti pesa nyingi ili tuwe na mbegu ya sawasawa. Tumepanga mambo ya kuwa na chanjo kuondoa magonjwa. Tumepanga mambo ya kuongeza wale wakulima, wale wafugaji ambao walipoteza mifugo yao. Tumesema tutawapatia mifugo 53,000 kwa familia 10,000 ili waweze kujiinua kwa sababu mifugo yao ilipotea na kiangazi. Nyinyi mnanielewa jameni? Na nimeweka pesa ya serikali shilingi bilioni 1 ya kupanga hiyo mambo mambo ya restocking. Ndio tuweze kusaidia familia ambazo walipoteza mali yao, wakapoteza mifugo yao, sio kwa sababu yao lakini kwa sababu ya kiangazi. Na hiyo program ya restocking imeanza juzi kule Wandera, inaendelea jana kule Wajia, leo inasukumwa hapa Garissa na itaenda kwa counties zetu zote ambazo wakulima walipoteza mifugo yao. Mimi nawauliza watu wa Garissa, tukiweka pesa ya serikali kwa mambo ya restocking iko makosa? Iko makosa? Mimi nawaambia hawa watu wametuzoea siku nyingi, lakini watakutana na mimi kwa sababu ni watu wako na kiburi sana. Wanajaribu kusema ya kwamba tukiweka pesa kwa mambo ya mifugo ati tumepoteza pesa. Mimi I want to tell them, we want to grow our agricultural sector. Our agricultural sector includes the livestock sector, and that is why we must invest public resources in promoting livestock development, mambo ya promoting good quality breeds, ensuring that we get rid of diseases and we undertake disease control, and we also make sure that we have markets for our products, whether they are products, dairy products or livestock products, meat, milk and all the other products. And that is what the government of Kenya is going to do. Tumeelewana jameni? Sasa wewe mtu ya Garissa nataka nikuulize. Wewe unaenda kumsikiza mtu ya kupanda ndengu, ati anakuambia usichanje ng'ombe yako. Yeye hana ng'ombe. Wewe utafuata hiyo maneno ya mtu ya na wewe umekuwa ukichanja ng'ombe yako miaka hii yote. Alafu mtu akuja hapo na Kiingereza na Kiswahili kingine akwambia ati usichanje ng'ombe yako. Ati kuna mtu mwingine sijui anaitwa Bill Gates sijui nani. Bill Gates ako wapi hapa Garissa? Kuna Bill Gates hapa Garissa? Si hii ng'ombe ni ng'ombe yetu? Si hawa madaktari ni madaktari wetu? Si hii dawa tumetoa hapa Kabete? Sasa Bill Gates anaingilia wapi hapa ndani? Hiyo ni mambo ya upumbavu na wakwende kabisa. Sijui kama tunaelewana ndugu zangu. So that is why mimi nashukuru county government ya hapa Garissa. Tayari almost 15% ya livestock ambayo iko hapa Garissa imechanjwa tayari. Na hiyo kazi inasonga mbele. Na nimeamrisha watu wa Wizara ya Mifugo kuhakikisha kwamba hii program inasonga mbele. We get rid of diseases, we promote our livestock, we make sure that we create markets so that we can invest and create a bigger economy around our livestock industry. Na hiyo kazi ndio tutafanya pamoja. Tumekubaliana? Mimi nimefika hapa leo pia kwa sababu ya development ya area hii. Hapa airport yenu hii watu walikuwa wanakaa chini ya miti wakingojea ndege. Si namna hiyo? Sasa tumeweka hapo pesa milioni 700
kujenga terminal, na mimi nataka nimshukuru Jama, governor wa hapa, ameweka pesa kwa terminal, na mimi niweka pesa kwa runway kuhakikisha kwamba we extend the runway na tunai-modernize iwe runway ya kisasa, ndio tuwe na daily flights kutoka hapa Garissa, watu waende Nairobi, tuendeleshe uchumi, tuendeleshe biashara, Kenya iweze kusonga mbele. Tumeelewana jameni? Na jana nilisema ile ubaguzi imeendelea miaka 60. Watu wa hapa Northern Kenya wanaulizwa maswali kutoka hapa mpaka Johannesburg wakati wanatafuta kitambulisho. Nimesema hiyo maswali ikome. Kila Mkenya apatiwe identity card vile Mkenya mwingine anapatiwa. Mtoto ya Garissa na Northern Kenya wakuwe sawa na watoto wa sehemu zingine za Kenya. Wakati mtu anatafuta kitambulisho, ile maswali mtoto Eldoret anaulizwa, wa Garissa haulizwe. Ile mtoto wa Kisumu anaulizwa, wa Garissa haulizwe. Lakini sio ya kwamba wa Garissa haulizwe maswali mengine tofauti na wale wa Kenya wengine. That is what we are saying. Tunataka kuondoa ubaguzi wa aina yoyote ndio Kenya iwe sawa. Ama mnataka Kenya ya ubaguzi? Si tutengeneze Kenya ya watu wote ikuwe sawa. Nimesema vile vile ya kwamba vile tulifungua Kenya ile ingine, tukaweka ile transport corridor ambayo iliweka reli, iliweka mambo ingine infrastructure. Nimesema sasa tunaweka transport corridor ingine. Tunaanzia Isiolo, tunapeleka hiyo barabara mpaka Mandera. Hiyo barabara imengojewa kwa miaka karibu 50. Mimi nataka niwapromise watu wa hapa Garissa na watu wa Northern Kenya, hiyo barabara ndani ya miaka 4 tutakuwa tumekamilisha barabara 750 kilometers kutoka hapa, kutoka Isiolo, Kulamawe, Modogashe, Samatar, ifike Wajia, itoke Wajia iende Tarbaj, itoke Tarbaj iende Elwak, itoke Elwak iende Ramo mpaka Mandera, kwa sababu ndio hii dunia ifunguke. Ama nyinyi mnasema tufanye namna gani? Ama mnataka tufanye namna gani? Tuendelee namna hiyo? Tuendelee namna hiyo? Ati kuna watu wengine wananikasirikia ati kwa sababu nimesema barabara hiyo ijengwe. Kwani hii Northern Kenya si Kenya? Wawache hiyo mchezo nani? Hii Kenya lazima itembee pamoja. Ama mnasemaje watu wa dunia hii? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Tuko pamoja? Kwa hivyo mambo mengine mengi tutasema. Pia hapa naenda kuanzisha mambo ya affordable housing. Mimi naenda kujenga soko yenu kubwa hapa ya karibu shilingi milioni 500, kwa sababu tunataka kubadilisha Kenya na kubadilisha kila sehemu ya Kenya. Hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma tena. We must move on together as one nation, one people with a common destiny. Ama mnasemaje ndugu zangu?